Amina. Magonjwa ulikuana nayo leo itatoka. Amina. Tutahubiri na kuomba. Marko sura 10 mstari wa 46 mpaka 50. Ndio tayari asome. Karibu. Marko sura 10. Nasema 46. Yeah. Nasema watafika Yeriko. Alipokuwa akiondoka kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake, na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Amen. Soma tena katika Luka sura 8 43 à 48. Luka sura 8 43 à 48. Utanipeleka yote kwa mara moja. Hakuna moja. Nasema, na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, Amen, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yeyote. 44. Alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. achia tapaka pale. Amen. Alipogusa pindo lake mara moja damu yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu alipokuwa akifanya injili, amen, alifanya mambo makuu na maajabu. Ikafika wakati Yesu alipokuwa akitembea katika mji wa Yeriko, amen, alikuwa akipita. Wakati Yesu alikuwa akipita, kulikuwa kipofu ambaye alikuwa tangu kuzaliwa kwake alikuwa bado hajaona. Amen. Lakini aliposikia umati wa watu unapita, akauliza ya kwamba ni nani anapita. Wakamwambia kama ni Yesu anapita. Amen. Katika sheria na babu zake walikuwa wanajua ya kwamba Yesu atazaliwa na atakapokuja atafanya miujiza. Na huyo kipofu alipoishi akakuta ya kwamba Yesu amezaliwa na amekuwa tayari katika mwingine. Amen. Na akajua ya kwamba Yesu atamponya. Amen. Na wewe ukiwa na imani unaweza ukaponya magonjwa yako. Ile kitu ambayo inakusumbua usiku na mchana, vifungo vya kizazi, vifungo vya wazazi, kwa jina la Yesu leo vitatoka. Amen. Kwa sababu yule kipofu aliposikia kwamba Yesu anapita, akamlalamikia, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Amen. Watu walipokuwa pale, walipomsikia, wakataka jaribu kumzuia ili asimsogelee Yesu, ili asipate uponyaji wake. Amen. Lakini alizidi akipanga sauti, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu aliposikia akasema, mumuache aje. Simama. Aliposimama, hatua ya kwanza alifanya, alivua vazi lake alikuwa nayo, koti ile ambayo alikuwa nayo. Hiyo koti alikuwa anavaa ni kama alikuwa anavaa mzigo wa dhambi. Amen. Hiyo koti, mtu yeyote alikuwa anapita, alikuwa anampatia kitu fulani, anatia ndani ya koti. Kama nilijio alimpatia, anatupa mule. Kama niliganda ya mua, anatia mule. Kama nilitika, anatia mule. Kama ni coin, anatia mule. Ikawa mzigo kwake. Lakini Yesu alipokuita, ilibidi avue koti ili apate kumfuata Yesu. Amen. Na wewe mchana wa leo, vua hiyo koti inayokusumbua ili magonjwa yako yapate uponyaji. Usipovua koti, hauwezi kupata uponyaji. Usipokuwa na imani,
Hatua ya kwanza ni imani na kuvua koti yako. Usinitazame mimi, bali utazame yule Mungu anayeweza kukuponya. Amen. Ukinitazama mimi hautapona, lakini ukitazama Mungu utapona. Kwangu mimi ni kutamka tu na kunena, pokea baraka za Bwana, pokea uponyaji wa Bwana, na Mungu anashuka na kuponesha. Amen. Ukiwa na imani, na imani yako ikuwe imani kamili. Bwana Yesu asifiwe. Katika imani ya uponyaji inabidi kwanza tujitakase. Amen. Nilipokuwa nikiomba, nikasikia sauti kiniambia kwamba kuna watu wanakuwa na magonjwa mengi na wanakuja kanisani wakisumbuliwa na magonjwa, lakini hawaponi kwa sababu hakuna utakaso na imani. Wakati mtumishi wa Mungu anaposimama akisema haujitakase na hauna imani, utapona namna gani? Kuwa na imani na ujitakase. Amen. Ukijitakasa utapata uponyaji kwa uwezo wa jina la Yesu. Amen. Kujitakasa ni kuacha yale mambo ya zamani uliyokuwa ukifanya, yale mambo ambayo yasiyompendeza Mungu, chuki, fitina, dharau, dhambi tofauti mbalimbali. Alafu unajitakasa kwa damu ya Yesu na unapiga hatua mbele. Amen. Ukishapiga hatua mbele, mtumishi wa Mungu atakapokutamkia utapata uponyaji. Amen. Ni Yesu ambaye alikuwa anafanya yale yote, na alipomaliza akapanda mbinguni, akasema ya kwamba nitakapofika nitawatumikia msaidizi atakayewasaidia katika mambo yote mtakayokuwa mkifanya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hayuko tena duniani, anayebakia ni wanadamu. Amen. Sisi wanadamu tunabaki. Alipopanda mbinguni, kulibakia wa mitume na manabii. Hao wa mitume kwa uwezo wa jina la Yesu walitenda makuu na maajabu. Vipofu walipona, viwete wakatembea. Amen. Kwa ajili ya nini? Ya imani. Amen. Petro na Yohana walipokuwa wakienda kusali katika kanisa, ilikuwa saa 9, wakamkuta kiwete moja alikuwa kwenye mlango kila siku akiomba pesa. Ule kilema alipokuwatazama akatarajia kupata pesa, lakini walipomtazama wakamwambia hatuna pesa, bali tulicho nacho tutakupa. Wakamwambia kwa uwezo wa jina la Yesu, simama. Amen. Naye akasimama akatembea. Amen. Yule alikuwa na imani, na wewe ukiwa na imani leo, magonjwa yako itapona. Amen. Kanisa la Bwana, imani yako na